Yesu angekuwa na kazi gani sasa? Ungekuwa wote malaika, si ndio? Lakini lazima akaweka zile DNA katika vizazi na vizazi ili kuwe kuna weakness katikati yetu. Kuna wengine ni wachoyo. Kuna wengine ni wanapenda vitu fulani fulani ambavyo sio vizuri. Si ndio? Kuna watu wengine ni wenye hasira sana. Kuna wengine ni warupokaji, si ndio? Kuna wengine wanatunza siri, wengine kuna siri Kwa mfano hawa watu ambao nimesema wana hasira sana ambao tunasema melancholic ni character. Kuna sanguine character hiyo inaitwa sanguine na melancholic na zingine ziko mbili. Hawa melancholic ni wakimya, wanatunza siri sana. They keep the secrets. Lakini sanguine na rafiki yangu mmoja ni sanguine pure. Hizi nimemwambia sitembei na wewe tena. Sitembei na wewe kabisa kwa sababu ukitoka chuo nienda hadi nje itasalimia wote. Na kwa sababu anafahamika sasa. Jumuiya inamfahamu. Yaani ni kila mtu rafiki yake. Kwa hiyo ukipita na wanaongea, unabaki unamsubiria amalize ndio tuondoke sasa. Umeona? Watu kama hao kwanza kutunza siri, vifua hawana. Vifua hawana kabisa. Hawana vifua kabisa. You see? Kwa ni character ambazo Mungu ameweka ndani mwetu. Umeona? Kuna wengine wanapenda sana amani, vurugu hawapendi. Na melancholic wenyewe ni watulivu sana na wana upendo wa dhati. Wakikupenda wamekupenda kweli na wakikuacha wamekuacha kweli. Lakini sanguine nakupenda ukimzingua kesho hapo kwa Mungu. Kwa sababu gani? Ana watu wengi na wote anawapenda. Kwa upendo umegawanyika. Kwa ukimzingua leo utajua mwenyewe yuko na mwingine kesho. Hizo ni characters ambazo Mungu ameziweka ndani ya watu. Makusudi kabisa ili utukufu wake upate kuonekana katikati ya watu. Bwana asifiwe. Tungekosa maneno ya kushuhudia kama tungekuwa hatuna madhaifu. Tungekosa maneno ya kushuhudia. Bwana asifiwe. Turudi kwenye somo letu. Turudi kujua kwamba mwanadamu ni nani. Tukisoma hii Mwanzo tunasema tumfanye mtu kuwa kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Cha kwanza tunajifunza kwamba hapo sisi ni roho. Naturally sisi ni roho. Yaani tuliumbwa kwa mfano na kwa sura. Mungu ni roho na wale wamwabudio imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Maana you can't worship him kama wewe haupo katika roho. You have to be in spirit to worship him. Bwana asifiwe. Anaposema hata mawe yatasimama, sio jiwe lenyewe litasimama. Jiwe halina utashi, halina roho. Manake ataweka roho ndani ya jiwe yenye kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ile roho ndio itakayomwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili uweze kumwabudu Mungu lazima uwe roho. Kwa hiyo katika hii Mwanzo 26 inathibitisha kwamba mimi ni roho. Na katika roho ni mbeba karakta 3 ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Lakini kusoma Mwanzo 2:7, naomba mmoja anisomee. Mwanzo 2:7. Tunaona uumbaji mwingine, sini ya kina nani? Sini ya kina nani? Mwanzo 2:7. Amen. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana asifiwe. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana asifiwe. Alianza akamtengeneza katika roho. Roho ikabaki inasubiri kabati la kutunza. Bwana asifiwe. Hapa katika hii Mwanzo 2:7 ameongea vitu viwili. Kwanza akachukua mavumbi kutoka chini akatengeneza mtu. Tengeneza nini? Mwili na nyama ambao kuna damu. Katika mwili huu kuna vitu vingi sana ambao kisayansi tukianza kudadavua ni vingi sana. Kuna mifupa, kuna nyama, kuna damu, vitu vingine. Ndio? Akatengeneza jokofu au kama mwili wa nje huu ambao tu ukao umekaa tu peke yake. Baadaye anasemaje? Akapulizia pumzi ya uhai ikawa nafsi hai. Bwana asifiwe. Kwa maana yake ilikuwa ni mwili ikaongezewa nafsi. Tukitoa nafsi yako leo hupumui. Bwana asifiwe. Wewe nikwambie nikupe sayansi kidogo. Wakati unasemaga marehemu huwa anasikia, si ndio? Ni kweli. It's right kwa sababu wakati ubongo wenyewe unapokea mawimbi ya sauti unayabadilisha katika tunasema impulses kupita katika neurons za mwili kwenda kwenye ubongo. Haleluya. Unachukua hizo taarifa. Kwa hiyo akifa uhai haupo, lakini ubongo bado unapokea mawimbi ya sauti.
lakini kwenye kuchakatua kwamba hii ni sauti ya nini, ule nafsi haipo. Bwana asifiwe. Kuna vitu sayansi haisemi, inashindwa kusema kwamba ni Mungu, inashindwa kusema lakini ni Mungu. Have you ever think kwamba mbegu ikipandwa inachanua vipi? Ilikuwa ni muhindi mmoja unachomoza, yani how, what's happening, yani inakuaje unaenda juu afu kuna, yani how watasema osmotic pressure au whatever nini, lakini nothing, it's okay, lakini the power to rise up, maji yanatoka chini. Jehova, hebu mpigie Bwana makofi. Yani mti ule unasambaza mizizi yake, unavuta maji yanapanda juu. Maji yanapandaje juu? Maji yanapandaje juu? Na kuna mvutano ambayo yanashusha chini. Ni Mungu guys, ni Mungu, watumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa maana katika hili swala zima, cha kwanza ni roho, cha pili tukawa mwili ambao ni mavumbi, ndio maana mavumbini tutafanyaje? Tarudi. Lakini cha tatu ni nafsi, ambayo ndipo kuna utashi, kuna kufikiria. Tunaona hapa mbele. Sasa katika haya ambayo tunafanya, vinahusiana nini na mwanzo mpya? Ndio, vinahusiana nini na mwanzo mpya? Tumeanza kujua sisi ni wakina nani. Kwanza tumepewa kuwa roho wa Mungu, tuna roho wa Mungu ndani mwetu. Tuna miliki ya Mungu na Yesu Kristo ndani mwetu. Tuna Mungu Baba. Yote hivyo tunavyo. Si ndio? Ukishatambua hivyo, lazima utafute karakta za Mungu. Utafute tabia za Mungu. Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo tumevirithi automatically from God, na vipo hadharani. Huyo mtu awe ameokoka hajaokoka, ili hali ni mwanadamu, kuna vitu vya kimungu anavyo. Bwana asifiwe. Mfano mzuri, mimi nina mdogo wangu, mtoto wa mama mdogo wa kiume, ana miaka 3. Ukimwambia ukitaka kumtuma sehemu, ni lastiboni, ukitaka kumtuma sehemu lazima alete kiburi kidogo, mimi nimechoka sijui nini na nini. Lakini kuna maneno ukiyatumia, jembe langu hili, nakwambia hata kama ilikuwa ni ndoo ni nzito, he will fight, kwa sababu ushamsifia, ushampa ukuu. Jembe langu naliaminia hili, huyu ndo mwamba wa familia, huyu ndo mwenyewe mwanaume. Hebu kanichukulie maji pale hapo, anaenda na beba, hata kama atachukua ndoo hivi inakuja, utamwona tu anashindwa, lakini nia tayari ipo ndani mwake. Ndio Mungu huyu anatuambia, ukiimba Mungu anashuka. Ukimsifia anashuka. Ndio sifa yake Baba. Bwana asifiwe. Na Mungu anaitwa Baba kwa nini? Sinaona baba zetu walivyo Na Baba mnamuona alivyo Ana karakta ya Mungu. He is protective, analinda watoto wake. He is a provider, ana provide. Ambeba tabia ya Mungu. Kwa hiyo hii inaonyesha clear kwamba sisi tumebeba karakta na tabia ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio sifa mojawapo ya sisi ambao tumepewa. Kwa hiyo ndani mwetu tuna chembe chembe za Mungu. Ukimsifia mtu, yani ukishuka chini ukampandisha wahaya mbo, ukampandisha juu, lazima atapata nguvu ya kufanya kitu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu ukimsifia anapata nguvu ya kutenda zaidi, na hasa ukimshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata watu kiwashukuru wanapata moyo wa kusaidia zaidi. Kuna wale ambao wanakupaga kitu, wanajifanya kama hawataki kusikia shukrani. Sasa wewe usishukuru uone. Anasikiliza, anataka kusikia asante, asante. Sema yes, nimefanya kitu. Hata wewe mwenyewe ukimpa mtu kitu, si ndio? You have to feel proud, nimempa kitu, amefurahi. Just because of me. Kwa sababu yangu tu mimi, si ndio? Sasa weka kimya. Tuona kama atakupa tena. Hata ongea, lakini imeishia hapo hiyo. Haleluya. Kwa hiyo it shows clear kwamba sisi tumebeba namna ya kiungu ndani mwetu. Karakta nyingine ambayo ni Mungu Baba akiongea kitu. Wale mnanifahamu, wale wakishua. Mnafahamu mazingira, hata kama si wakishua. Ile mida ya baba kurudi nyumbani. Ndio kama channel ilikuwa ni ya nini, ya katuni, basi taarifa ya habari ITV, si ndio? Kama wale wakishua jenizi kama mimi, kisikia tu pip kimeumana tayari, si ndio? Mimi nilikuwa na dada zangu mabinamu ambao tumekaa nao nyumbani. Unakuta tumejiachia kwenye makochi, miguu juu, tupo na popcorn, tumekaa hivi, tumeweka tamthilia pale. Kisikia tu pip mfulugano hapo. Kila mtu dakika 2 sebleni kumeng'aa, kumetulia. It shows how Mungu akishuka mambo yanakuaje. Hiyo ni karakta. Baba ndio maana tunamuita Baba. Bwana asifiwe. Hatuandamaini wanawake au akina dada, hapana.
Hiyo ni nafasi ambayo tumepewa akina baba. That's why God we call him father. Bwana asifiwe. Ngoja niwaambie kitu. Listen to me. Niwaambie kitu. Siku hizi kuna hizi harambee, sera ambazo zinasema 50 kwa 50. Ndio 50 kwa 50. Mimi sikatai. Sikatai. Naomba uelewe dhana hii ni kwamba hivi 50 kwa 50 ni kwamba katika umiliki wa mali zetu na vitu vingine vyote tutafanya sawa. Utamiliki magari na wewe mwanamke kama mimi mwanaume, lakini nafasi ya wanaume you can't be it. Huwezi kuishikilia. You never. Huwezi. You want to stand as a man, you can't. Wanasemaga samani kwa kutamka baba, samani. Wanasemaga kuna mdada nimsikia anasema sisi maumivu yetu ya period tukiwapa nyewe wanaume mnakufa. Ni kweli tunaweza tukafa. Ilikuwa ni nafasi yako. Hatuwezi kubea maumivu yenu kwa sababu nafasi yako ni hiyo. Nafasi yetu ni nyingine sisi. Bwana asifiwe. Kwa ni sawa. Nitaenda jeshini na wewe utakuja. Sawa, utavaa sare na mimi nitavaa. Lakini ninapo perform mimi kama mwanaume, you won't. Mpige makofi kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Majukumu tutafanya sawa, tutafanya wote. Lakini in the way of performing tutakuwa tofauti. Mfano mwingine. Unamwona huyu kaka hapa? Barnaba, unamwona? Unaona? Hawa ni watu ambao wakasema walizaliwa kwa ajili ya hichi chombo. Kinanda, si ndio? Si ndio? Mimi nitapiga kinanda. Sawa? Na yeye atapiga kinanda. Wote tutaitwa mapianisti. Tutaitwa wapiga kinanda. Lakini aliyemuumba kwa ajili ya hicho kifaa hata perform kama mimi. Au mimi siwezi kupiga kinanda kama yeye aliyeumbiwa kwa hicho. Haleluya. Yaani mimi nimeumbwa, anasema tangia tumboni kwa mamangu nalikufahamu, akaniumba kwanza kwamba huyu akizaliwa atakuja kuikomboa nchi, atakuja kupiga kinanda. Then me from nowhere kusudi langu ni lingine kabisa. Najifunza kinanda then niwe sawa kama na yeye. Hapana, it won't happen. Kwa sababu sijaitiwa hicho, aliyetiwa ni yule pale. Haleluya. Ndivyo hivyo kwa nafasi ya mwanaume na mwanamke. Kwa nafasi ya kijana ya kiume na jinsi ya kike. Kila mtu ana nafasi yake. Haleluya. Kwa naomba utambue hivyo. Shetani anatumia dhana hii ya 50 to 50 ili kufanya kupindua. Yaani mwanamke awe juu, mwanaume awe chini. Ukishafanya hivyo unaharibu equation ya Mungu, unaharibu balance ya Mungu. Mwanamke ni ishara ya utimilifu. Kwamba mwanamume alipopoa, alipoishiwa, ninakwenda kukamilisha. Haleluya. Sasa ukitaka na wewe baba kama baba, nasema mafahari mawili wakai. Fahari ni mmoja tu katika nyumba. Haleluya. Naongea mambo makubwa sana afu sijaoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa naomba tujifunze kwamba sisi bado tumebeba karakta ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Haya yote ni Roho Mtakatifu anasema na nyie, lakini turudi kwenye somo letu la siku ya leo. Nataka tufahamu uhusiano kati ya mwili, roho na nafsi. Bwana asifiwe. Andika tu uhusiano wa mwili, roho na nafsi. Kwa hiyo baada ya kufahamu kwamba tumeumbwa katika mfumo au mgawanyiko wa sehemu tatu, mwili, roho na nafsi, lazima tufahamu hichi kitu. Cha kwanza naomba tufahamu wapendwa katika Bwana. On the days unaokoka, najua wengi hapa tukisema waliokoka tunyoosha mikono tutanyoosha, si ndio? Wengi tutanyoosha. Lakini inayokombolewa au kuokolewa ni roho. Lakini mwili na nafsi inabaki vile vile. Bwana asifiwe. Nasema nimeokoka, roho imeokoka. Manake ilikuwa ndani ya utawala wa shetani, lakini Yesu kwa damu ya thamani aiokoa, ikawa ndani ya Kristo. Nasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Na amesema hivi, kinachozaliwa na mwili ni mwili, na kinachozaliwa na roho ni roho. Ndio? Manake kule anasema mtu kazaliwa mara ya pili, manake amefanyika kwa namna nyingine ya kiroho. Lakini mwili na nafsi imebaki vile vile. Hivi vitu vitatu vinaenda sambamba. Bila hichi kitaanguka. Bila hichi huyu mtu ataanguka. Bila nafsi mtu huyu ataanguka. Nafsi ikikosa chakula chake, mwili na kila kitu kitazima. Roho ikikosa nguvu, kuna vitu hutavifaidi katika mwili. Kwa nini? Kwa sababu kama ingekuwa ni hivyo, Yesu angebaki tu kule mbinguni, si ndio?
Sema nani ni mtume akaokoe duniani watoto wangu, Yesu angenyosha mkono. Okay. Asingeshuka. Ni roho, hana mwili. Ilikuwa ni roho ya Yesu. Roho ya Mungu ipo mbinguni. Angesema ni waokoe huko huko. Kwanza tungesimulia hizo habari, mngeamini? Singeamini. Ametuokoa, yuko wapi? Mfano mzuri, kuna hao usalama wa taifa. Ni mbinu inawaibia siri. Nikatoka hapa nikachukuliwa na watu ambao hawajulikani. Nawaibia siri. Hawa watu wana tabia ya yani nikitaka kwenda kwa kundi fulani, kwa mimi ni usalama wa taifa, kuna kundi la wavuta bangi, kwenda kuwakamata. First of all, I have to be like them. Lazima namna ya uvaaji wangu, namna ya kuongea, lazima nifanane na nani? Na wao, ili wanione na mimi ni nani? Mwenzao. Unafikiri nikienda nimevaa gwanda za kipolisi, nitampata hata huyu? Kwanza watanipiga sana. Kama niko peke yangu watanipiga, nitakufa. Lakini I have to be there, nifanane na wao. Kama ni kulege nishushe, hata kama ni mtumishi wa Mungu, lakini kama ni usalama wa taifa, lazima nishushe, nishike na mimi ganja langu, nipige plasta hapa, ninyoe vibaya na mimi naingia mtaani. Oya wanangu, vipi kama kawa. Kama huyu mwanetu. Na unajifanya oya na mimi nipe hiyo na. Hii kazi ni ngumu. Lakini that's how to show kwamba jinsi gani inabidi ili uweze kupata nafsi za watu, lazima ufanane na wao kwanza. Hivyo Yesu alipofanya, akautwaa mwili, akaingia katikati yetu. Bwana asifiwe. Akaingia katikati yetu, akaongea na sisi. Ngoja nikwambie, Yesu Kristo, Mungu aliongea na sisi kwa namna tofauti sana mpaka siku ya leo, kwa namna zote tatu. Namna ya kwanza alivyoongea na sisi, aliongea zamani, ukiangalia nasema sauti katoka mbinguni. Nikasema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. It was a voice, sauti kutoka mbinguni, inashuka inaongea. Si ndio? It was a voice, katika roho uko unasikia. Akaja Yesu, akaongea na sisi kwa namna ya mwili. Hamjanisikia kwa sababu kila siku mnasikia sauti yangu. Gabrieli anaambiwa peleka ujumbe kwa Mariamu hivi, mnasikia tu sauti. Akashuka Yesu mwenyewe, akaongea na sisi kwa namna ya kimwili. Ni kwa mfano uwe katika gorofa, unaongea na mtu kwa gorofa ya juu. Akiongea kuna namna hutasikia baadhi ya maneno. Akishuka katikati ambaye ni Yesu Kristo anaongea na sisi, tunamuelewa. Lakini japo kuna yote tutamuelewa. Akaondoka, hakukaa kimya, akaacha Roho Mtakatifu ambaye ndio rafiki wa karibu zaidi kuliko mwingine. Huyo ni Mungu yule anaongea na sisi kwa namna ya kitofauti. Bwana asifiwe. Unaposema nikapita pale nikahisi mbona kama sijalipa nauli hivi. Huyo ni Roho Mtakatifu, kalipe nauli, konda amekusahau. Si ndio? Huyo ni Roho Mtakatifu, yuko jirani sana na sisi. Haleluya. Haleluya. Huyo ni Roho wa Bwana ambaye he is very close to us. Yupo jirani sana na sisi. Kwa katika mchakato mzima huu wa kuelewa na jinsi gani tulivyo, lazima tunahitaji mwili. Ndipo Mungu akachukua mwili akashuka katikati yetu, tukaweza kumuelewa. Tukaanza hata wale ambao hawakuwa rohoni, waanza kusema huyu ndiye mwana wa Mungu. They can point na waanza kumsikiliza. Umeona? Lakini to hear the voice from nowhere, kupoteza muda wetu. Umeona? Lakini ni katika namna Yesu anazidi kuongea na sisi, akashuka, akatuachia Roho Mtakatifu. Sasa nataka nisema hivi, unapokombolewa nafsi yako, roho yako inakombolewa, inazaliwa mara ya pili. Kuna vitu lazima uvishughulikie katika mwili na nafsi. Kwa sababu pasipo hivyo utakwenda kuanguka. Haleluya. Kwa katika mgawanyo mzima huu, cha kwanza naomba mfahamu, naomba uandike roho ndio hupokea ufunuo. Ya kwanza ndio hupokea ufunuo. Hiyo utaandika Yohana 3:6 utasoma. Ndio anasema kilicho no. Sio Yohana 3:6. Andika hivyo, ndio hupokea ufunuo. Cha pili, hutambua sauti ya Mungu. Hiyo ni roho. You can't hear him kama roho yako imekufa, kwa sababu Mungu ni roho. Hata kama akiongea, kama haupo rohoni, you won't hear it. Lakini pia roho ndio ambayo inazaliwa mara ya pili. Hapo ndipo uandike Yohana 3:6. Yohana 3:6. Ndio huzaliwa mara ya pili. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na ndicho
kumwabudu Mungu. Lakini kikubwa zaidi, ndiyo makao halisi ya dhamiri. Sema dhamiri. Dhamiri. Sema dhamiri au nia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba tufungue Warumi. Warumi 12:2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, pate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Hapo ndipo tunaanza mwanzo mpya. Nia inabadilika. Manake the day unapokea wokovu, nia yako ilibadilishwa. Manake nia ya kufanya uovu ilibadilishwa ikawa nia ya kufanya mema. Wakati huo huo, mwili nasema hivi, Biblia nasema hivi, mwili hukinzana na roho, vinabishana. Kwa kama nafsi au roho yako ilikombolewa, mwili bado unatamaa vile vile. Bwana asifiwe. Ngoja niongee hichi kitu. Wakati nimekaa, sio wakati mimi, hata wewe. Yaani nimekombolewa, si ndio? Umekombolewa hata wewe. Roho yako imekombolewa, si ndio? Kuna ile nasema other physical factors remains constant, si ndio? Kwa maana yake roho imekombolewa, lakini namna ya kimwili mbaki vile vile. Kama ni hormones ambazo zilikuwepo zimeachiwa ndani ya mwili bado zipo. Kama ni nyama zenye matamanio bado zipo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haimaanishi mimi leo kama ni mtumishi wa Mungu nikipita katika nimeshawishiwa, si ndio? Tukakaa mimi na labda na msichana katika mazingira ambayo sio mazuri, akaanza kunishawishi tufanye kitu fulani ambacho sio kizuri. Nafahamu nikiongea kodi hii. Si mnafahamu nikiongea hii kodi, si ndio? Mwili utarespondi. Bwana asifiwe. Yaani unigusa kifuani afu mwili usirespondi. Kwanza kuna kushtuka, si ndio? Si ndio? Kwani naongea uongo? Siongei uongo. Hiyo ni namna ya mwili. Mwili bado una sensi. Bado una sensi. Ukinishika lazima nishtuke. Lakini kitakachofanya nishinde ile nguvu ya ushawishi wako ni roho yenye nguvu ambayo ndio ilikombolewa. Bwana asifiwe. Kitakachofanya mimi nishinde ile nguvu ni roho. Kwa hiyo maana kumbe kuna namna ya kuushepu mwili usababishe roho ikazima. Mwili amesema hivi, hukinzana na roho, umejawa na tamaa nyingi sana. Sana. Utatamani kula pipi wakati wa mfungo, utatamani kula ndizi wakati wa mfungo, si ndio? Ukimwona mdada anapita utamtamani, ukiona fedha zimekaa ovyo utamani ziwe za kwako. Umeona? Yaani dhambi ni nyingi, utamani uibe, yaani dhambi ni nyingi. Na siku hizi ndo Mungu wangu. Yaani siku hizi mambo, yaani dhambi iko nje. Unaweza kutoka hapo katoka tu nje basi ushafanya dhambi. Anapita mdada yuko umeshaisha. Si ndio? Sasa what's the thing ni kwamba hivi, hao watumishi ambao mnaona ukubwa kama baba na watumishi wengine wana upako na mafuta. Sio kwamba ni malaika, hapana. Ila ni watu wa toba. Kila wakati anajua anamkosea Mungu, kila wakati anaomba toba, kila wakati anajitakasa. Hicho ndio kinachofanya wabaki na Mungu siku zote. Mungu anajua ni dhaifu, unafikia fahamu? Anajua mwili wako ni wanyama na una tamaa, anajua. Na ameweka makusudi kwa sababu angesema you are perfect. Baba niambie, ungekuwa una mafuta kila siku, umejaa na mafuta hapa. Yaani una mafuta lakini hukosei, you are perfect. Humkosei mtu yeyote, upo sawa. Usingekuwa naomba toba kwanza. Mungu angekupoteza. Kwa sababu una kila kitu, lazima kuna vitu akunyime, akufanye uwe dhaifu ili kila siku mlilie. Na Mungu kitu kingine ni waongeze. Mungu katika maombi ambayo tunayaomba kila siku, sio kwamba yafahamu maombi, anayajua sana. Yeye mwenyewe amesema katika kabla na Mungu ndiye amesema kabla unapo katika kuwaza hujaongea umewaza, ameshajibu. Anajua manake, he knows.
Sasa unasema kwanza, kwani tunaomba sasa? Kama anajua tuondoke tu hapa tuimbe tu tenzi tuendeke nyumbani. Lakini hapana, haikuwa hivyo. Kusudi maalum akae na wewe. Mungu anakupenda sana. He want you to spend your time with him. Anataka utumie muda wako na yeye. Angesema huyu nimpe kila kitu, awe na hela, yaani awe full funded, ana pesa kila kitu, akose kitu, haumwi, anafaulu, ajui supplementary, ajui lipitu. Ungerudi wewe? Ungerudi? Umekusudi ili urudi madhabahuni ukae na yeye, muongee. Si ndio? Yes. Msingerudi. Na kuna wengine, samahani kwa kusema hivyo, wengine Mungu anawapa magumu makusudi kabisa. Purposely. Ndio mbona hata nifikirie moyoni mwake, amenitoka kabisa. Kwa ni mpeji. Ifafa. Utarudi na utamtumikia tena. Usisubiri ufike huko sasa. Usisubiri, ni kubaya sana. Bwana asifiwe. Nenda mbali sana. Kwa hiyo katika haya yote nataka niwaambie, mwili pia inabidi uandaliwe kupokea wokovu. Maana mazingira ya dhambi usiyatengeneze. Hata watu ambao wanavuta madawa ya kulevya wakiambia waache at once wanatesekaga sana. Kwa maana kuna programu ile ambayo kama alikuwa anavuta madawa ya kulevya kwa siku ni gramu 1 au kilo gramu 1 alikuwa anavuta madawa ya kulevya. Ili aweze kuacha lazima aanze, kesho atapungua. Gramu 1, gramu 0.9, si ndio? Gramu 0.6, 0.3 mpaka na 1 mpaka zinaisha. Ameacha. Kwa sababu mwili una tabia ya kuadapt. Ndio maana nasema hivi, unapopokea wokovu na mwili unaanza kuozesha taratibu. Au sema sasa kumbe mtumishi amesema hivyo. Sasa mimi nilikuwa naiba 50,000, nitaanza 40, 30, 20, 10,000, 100 nimeacha. Wewe. Hapana, sio kila kitu cha kufanya hivyo, lakini katika namna ya physical being, namna ya nyama, inabidi mwili uzoeshe namna hiyo. Bwana asifiwe. Lazima utrain mwili wako uwe katika hiyo. Tuanze na hiyo kwanza. Tuje kwenye upande wa nafsi, ambako huku ndo kuna majukumu makubwa zaidi. Kwenye nafsi kuna ufahamu. Bwana asifiwe. Ndio hapa akasema hivi, msifuatishe namna ya dunia, bali mgeuzwe nia zenu. Manake mgeuzwe namna ya kufikiri, namna ya kuona mambo, namna ya kuona opportunity. Bwana asifiwe. Maana katika magumu unaona fursa, katika changamoto unaona fursa. Bwana asifiwe. Na link hapa naunganisha na kuonyesha kwamba kujua wewe ni nani kwa namna hii hapa, kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wakati wengine limetokea janga la taifa kwa mfano, si ndio? Wakati wengine wanalia na wewe unalia, tofauti inakuwa wapi? Inakuwa hamna tofauti. Si ndio? Lazima uonyeshe kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu umefanyika upya kuanzia rohoni, nafsini hadi mwilini. Maana namna ya kuona ile changamoto tofauti na watu wengine. Nasema yes, nimepata supplementary kweli. Nimefeli mtihani. Tumefeli wengi. Si ndio? Wote wanalia, wanaumia, wana maumivu. Na mimi ninaumia kweli. Lakini kwa sababu ninajua mimi ndani mwangu ni nani, nitasimama tena na nitawaambia Bwana atakwenda kufanya jambo jipya juu yenu. Kwa sababu mimi ninatambua ni mimi ni nani. Lakini kama na wewe ufahamu wewe ni nani, wote mtabaki mnalia. Yani supplementary hizi. Yani Mungu tu ingilia kati. Yani wewe acha tu. Mwambie wewe, nimeshafaulu mimi. Nimeshafaulu. Mnataka Mungu nimshuhudie vipi kama pasipo hii? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu umeshajua wewe ni nani. Si ndio? Si ndio? Sasa katika hii nafsi kuna namna, ndo kuna kufikiri, kufanya maamuzi. Si ndio? Kuna kutambua, kufanya maamuzi. Katika hii ameweka free will. Yani free will ni kama kuwa free, kuchagua unachokitaka. Bwana asifiwe. Kuonesha hili ni kwamba katika kitabu cha Mwanzo, katika bustani ya Edeni, wakati kuna miti miwili. Wakati wanafahamu kuna miti miwili. Unafahamu? Mti haukuwa mmoja, ulikuwa miwili. Ulikuwa mema na mabaya na mti wa uzima. Ndio? Ndio, ulikuwa ni mti wa kuishi milele. Ndio? Yote vilikuwepo katikati pale. Yote vilikuwepo. Lakini sasa unasema kwa nini Mungu aliviweka? Kwa nini aliviweka? Alafu kitu kingine, kwa nini Mungu aliwafukuza pale bustanini? Kwa nini awafukuze? Ni kwa sababu ya free will. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu amesema yeye ni mwanzo na mwisho. Ukisoma Ufunuo tulisoma, anasema yeye aliyekuwepo, aliyechinjwa wakati wa misingi ya dunia.
Sasa misingi ya dunia hapa inachinjwa. Na imechinjwa Agano Jipya huku. Alafu unaniambia misingi ya dunia anavyoumba kule. How? Ni kwamba hivi vitu vilianzia rohoni. Vilitengenezwa rohoni, vikaumbwa. Mungu alijua kabisa kuna siku nitasimama mbinguni nitauliza, nani ni mtume duniani? Yesu mwana wangu ataniosha mkono, mimi nitume mimi Baba. Alianzia kule. Kwa hiyo hata ile ambalo alipitia liliandikwa. Lilikwisha kuandikwa. Tayari lilikwisha kuandikwa. Kwa now, unachokifanya unatimiza ratiba ya Mungu. Kwa jiachie namna hii. Unatimiza ratiba ya nani? Ya Mungu, kwa sababu haya yote yalifanyaje? Yalikwisha kuandikwa msalabani. Yalikwisha kuandika rohoni. Na ukisoma katika Mwanzo pia, kuna sehemu ameongea pia akasema neno la Mungu limesema akafanya miche, ndio? Makondeni. Na kule mbele akauleta tena akafanya miche. Chapter ya kwanza almost anaongea tu hapa. Anatamka. Nguvu ya kutamka. Anatamka, anaumba rohoni. Chapter zingine zinazofuata vinaanza utekelezaji, vinaanza kuumbika. Kwanza sema kwa nini vitu vimejirudia mara mbili? Ni kwamba vitu vilianza rohoni kwanza vikatamkwa. Haleluya. Rudi kwenye somo. Katika nafsi ambayo tunaizungumzia, Biblia imesema hivi, linda sana moyo wako kuliko yote uliyalindayo, kwa sababu ndiko zitakako chemchemi za nini? Za uzima. Haleluya. Ndio moyo uko hapa. Bwana asifiwe. Na mimi moyo unauma kweli, sio moyo huu unaodunda. Hapana. Ni nafsi inaumia, nafsi inaugua. Ndio kwenye maumivu na kwenye hisia. Mtu ukiona ana hasira, nafsi yake ina hasira. Ukiona mtu anaumia, moyo wake unauma, maana yake nafsi ndio inaugua. Bwana asifiwe. Hapa ndo kwenye hisia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu akajua katika hisia hizi, akasema linda sana moyo wako kuliko yote yafanyaje? Kwa sababu ndiko zitakako chemchemi za nini? Za uzima. Kwa nini? Kwa sababu katika nafsi kuna kufikiria uzima. Bwana asifiwe. Mimi today ikiwa nafikiria kuja kuwa mtu mkubwa baadaye, si ndio? Ikiwa nafikiria hicho kitu kimeanzia wapi? Ni ufunuo ulianzia rohoni, nafsi kapokea. Nafsi kapokea. Lakini the day nimejeruhiwa moyo wangu unauma. Kwa mfano ni stress ipi ambayo inaumiza sana? Kabrai, stress gani inaumiza sana? Kuachwa. Ndio? Wewe kosa hela. Wewe mwenyewe sina hela hapa, niko fresh tu. Unaona? Kuumia. Ndio? Tunarudi pale pale kwamba moyo ukiumizwa maana yake ulishindwa kuulinda. Ndio? Adui akatumia mtu wako wa jirani zaidi kukupa maumivu ya moyoni. Ukapata maumivu makali. Watu wanakewa hadi madripo, si ndio? Watu wanashindwa kula kabisa kwa sababu moyo umeumia. Moyo unaugua, unapata mateso. Si ndio? Watu wanashindwa kula kabisa. Sasa kama ameshindwa kula, ataweza kusimama upya na kutimiza kusudi la Mungu? Atashindwa. That's why anasema nini? Linda moyo wako. Kwa sababu ni chemchemi za nini? Za uzima. Bwana asifiwe. Na kitu kingine nataka nikwambie ni kwamba hivi, namna ya kutambua kwamba mimi ni mzima na nitaishi inaanzia rohoni, nafsi inapokea. Kwa maana ufahamu wako inabidi ushibishwe maarifa. Neno la Mungu nasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kosa nini? Maarifa. Ni kweli ulikombolewa ukaokoka siku ya kuokoka, lakini kama huna maarifa ya kupata pesa utabaki kuwa maskini. Zitaachiliwa baraka za rohoni za kuwa tajiri, lakini kama ufahamu hauna namna ya kungamua pesa utabaki kuwa maskini. Bwana asifiwe. Kuna namna watu wanafanya mambo makubwa kwa sababu wale wanaosemaga mimi, kwa mfano my brother, si ndio? Amesema mimi nimepita bila interview. Si ndio? Na kuna wengine wanasema kuna namna pale siku ile nilipitaje lakini nilipita na nilikuwa sina uwezo. Baraka iliachiliwa rohoni. Na ufahamu wako kajua kama mimi ni mshindi, ninapita. That's why nikamwambia mfano wa mdogo wangu. Nikimwambia kwamba wewe ni mwamba unaweza, jembe langu, ashaka mentality, nafsi yake imepokea kwamba mimi ni jembe, anaiendelea ndoo, naenda kunyanyua. Si ndio? Umeshamwambia mentality imesha kwamba mimi ni mshindi na kwenda kunyanyua ndoo hii. That's why tunakwambia wewe ni mshindi, na sio kama nakwambia kwa sababu ya siasa au kumotivate. No, it's really written, itakuwa kuwa kichwa na wala sio nini? That's it. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Kwa you have to change your mind, the way you think, the way unafikiria. Lazima Roho afanye kazi ndani mwako. Uambie wewe ni nani, ujue wewe ni nani. Umebeba mamlaka na anamwambia hivi Yeremia, nimekuweka juu ya nini? Ya mataifa. Kung'oa, kupanda, kuharibu, kufanya yote utukufu wa Bwana. Nimekuweka juu ya nini? Katika hichi kitu tunasema linda sana nafsi yako kuliko yote uyalindayo. Kuna hichi hapa. Yote haya yanaingia katika mwili kupitia vitu viwili. Kuna kusikia na kuona. Bwana asifiwe. Ubongo hupokea taarifa kwa vitu viwili. Sana milango mingine kuvuta, si kuhisi na vingine. Miwili mikuu tunapodili na nafsi ni kusikia na kuona. Anasema imani kuja kwa nini? Kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Kristo. Maana yake ukisikia kinyume neno la Kristo ni nini? Ni mauti. Yaani the way utakavyosikia kinyume na neno la Mungu ni mauti. Bwana asifiwe. Kwa maana yake inabidi ulinde hata yale ambayo yanaingia katika masikio. Hata yale ambayo unayaona kwa macho yako inabidi ulinde. Wangapi wameshawahi naamini najua nyinyi mtakuwa mashuhuda. Tukitokaga hapa kama kuna nyimbo tumeimba sana hapa, si ndio? Ukifika pale unafuafua zako nguo, unapiga zako mswaki. Utasikia wazee 24. Si ndio? Kwa sababu gani? Ubongo ulishapokea, umeshaanza kuchakata ule wimbo. Kuna ufahamu hapa, unapokea vitu temporary things, unahifadhi. Bwana asifiwe. Kwa maana yake vile vitu, sasa umeona hii ni wazee wa 24. Si ndio? Ikija sukari, itakaa sukari. Umenielewa nafikiri, si ndio? Si ndio? Si ndio? Ukimsikiza Diamond mara kwa mara zile nyimbo zake za matusi kila siku, anaimba mambo ya nje, mambo ya ndani, ya nje. Mambo ya ndani, si ndio? Anaimba mambo ya ndani, utayafikiria yale. Utayafikiria yale. Kwa sababu kuna watu wanasemaga hivi, mimi nasikia tu melody hii ya mapiano napenda katuka melody. Mimi maneno sisikilize. Wewe. Hapana. Lazima kuna muda wakati ubongo unachakata. Lazima kama sio kuongea utaota. Lazima tu utachakata. Bwana asifiwe. Na you can't believe vitu ambavyo unavisikia mara kwa mara utaanza kuvipractice. Wangapi wana wadogo zao ambao wanaangalia sana katuni? Angalia maisha yao. Katuni huyu hapa. Kwa sababu ubongo kila muda unapokea makatuni. Unafikiri nitaactive vipi? Nafikiria makatuni tu. Si ndio? Ndio. Hivyo upande wa pili, neno la Mungu likijaa, nitaongea nini? Uzima, mafanikio, kuinuliwa, kibali, kufaulu, ushindi. Si ndio? Yes. Sababu hamna sema neno la Mungu limesema utashindwa. Yeye atakwambia mimi nitakuwa pamoja na nini? Hajasema kutakuwa na magumu. Hajasema Mungu kwamba magumu hayatakuwepo utaishi kwa raha. Hapana. Amesema nitakuwa na nani? Ndio maana kuna watu wanapitia magumu lakini wana amani. Ndio hiyo ambayo tunahitaji, amani ya Bwana. Kuna magumu unapitia lakini una amani. Sasa don't focus na kusolve magumu. Focus na amani ya Bwana. Mwambie Mungu naomba amani. Utajua mwenyewe, utasolve mwenyewe. Mimi siwezi kusolve mwenyewe, nipe tu amani. Nikae fresh ni kuabudu vizuri. Kwa sababu I can't worship here nikiwa na maumivu. I can't worship. Kuna wakati nitalia kweli kuonyesha kwamba Bwana nimeumia. Si ndio? Si ndio rafiki yangu, nitalia wapi? Nitakuja kulia hapa. Lakini once I start to worship, lazima niwe na amani. Mungu anataka abudu ambayo ipo safi. Si ndio? Nipo katika roho. Lakini nafsi na maumivu, roho haiwezi kuabudu. Kichwani amejaa Diamond, amejaa Zuchu or something na wengine hao. He want to worship. Unasema sasa hapa natamani nikuone. Ukari na vita. Unasema tuli ibadani. Unarudi tena. Na mtu akikasirika, tunamuona yametoka wapi? Nafsini, mwili umeonyesha. Ndio? Kwa maana tunaposema linda sana moyo wako kuliko yote uliyonayo, maana tuna uprotect namna ya kufikiria. Ukishindwa kulinda namna ya kufikiria kwako, matokeo utayazaa yale ambayo yanaingia. Amesema hivi, kimwingiacho mtu akimtii unajisi, bali kitokacho. Sasa uweze kusema kwa sababu sasa mtumishi amesema hapa, bongo flava tusisikilize. Nikiingia kwenye basi, nivae earphone. Upo sahihi. Lakini kuna sema utavaa earphone, si ndio? Hizi bongo flava zinapigwa kote. Nikitoka tu hapo nje zinapigwa, si ndio?
Utazisikia tu na ubongo utapokea. Si ndio? Ubongo utapokea. Lakini ninafanyaje baada ya hiyo? What do I do? Baada hapo ninafanyaje? Lakini neno la Mungu ukiwa unalisikia mara kwa mara, ndio maana tunasema tusome neno la Mungu, tu worship, tufanye nini? Ili roho iwe na nguvu juu ya mwili na nafsi. Ili utafakari wetu ubadilike. Ndio maana nasema watu wangu wanaangamia kufanyaje? Lazima maarifa yawepo. Wewe nikwambie kuna principles za kawaida za duniani lazima tuwe nazo ili tuweze kufaulu. Ili tuweze kufaulu katika mafanikio yetu hata kama ya kiuchumi. Lazima tuwe nazo hizo. Kwa nini? Wewe nikwambie Baresa si Muislamu ndio? Huyu mtu amefanikiwa sana. Ndio? Amefanikiwa sana. Principle ya kawaida nasema hivi, lazima utoe uweze kupokea. Anafuata hiyo principle. Wakati wa zile sherehe sio ya Ramadhani wanafuturu wale. Huwa anatoa misikiti mingi, anatoa fedha nyingi sana. Watu wanafuturu. Hiyo ni principle ya kawaida. Lazima utoe upokee. Umeona? Anafanikiwa kwa namna hiyo na vitu vingine. Lakini wewe mwana, kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu, usipotoa utapokea? Hapana. Hiyo ni principle ambayo Bwana amemtaka cha uvunguni. Sasa mimi ni mwana wa Mungu siiname. Jenzi wanasema nini? Cha uvunguni tunakichukua na tuinami. Anavuta kitanda. Okay, lakini katika hayo yote ni kuonyesha jinsi gani Mungu ameweka. Ni kama baba leo awe ni hakimu hapa, mimi mwanae, si ndio? Afu waje mtu wa nje, sheria inasema hivi, ukiiba unachomwa moto. Si ndio? Baba ni hakimu, mimi ni mtoto wake. Atasema wewe ni mtoto wangu, nisimchome moto japokuwa ameiba? Hapana. Nitawahukumu wote sawa. Hata kama ni mwanangu. Ngoja nikwambie, ukiokoka, ukiishi maisha ya kumpendeza Mungu, lakini katika swala la uchumi, usipopata maarifa ya kiuchumi, namna ya kuishi katika nidhamu ya fedha ili uweze kutoboa kiuchumi, usipoitafuta ile namna ya kuishi hivyo, maisha duniani, mbinguni utaenda. Rohoni si uko safi, mbinguni utaenda. Lakini duniani maisha yatakuwa magumu sana. Utakosa fedha kwa sababu principles za kawaida za pesa huzijui. Sasa hiyo nitaji kuomba. Baraka ishaachiliwa muda sana rohoni. Baba anaposema pokea hapa, nafikiri napokea nini? Anasema wanga anatoa noti. Hatoi noti. Pokea baraka ya uchumi, baraka ya mafanikio ya kiuchumi. Maana kishapokelewa mchakato, kwanza nimesikia katika nafsi. Naanza kuchakata mimi ni tajiri. Mtazamo wangu wa kutembea. Naingia kwanza showroom, naingia kwenye gari. Ishi ngapi? Ishi ngapi unafungua unazungusha hivi. Kwa hiyo ishi ngapi? Unaingia nyingine. Hii brand yake imetoka mwaka huu, hapo huna hata 100. Lakini mentality, akili yako imesema mimi ni nani? Mimi ni mshindi. Si ndio? Kwa sababu baraka ishaachiliwa rohoni tayari. Unaingia kwa kishindo kwa sababu mimi ni mshindi. Hata katika mitihani ashaachia kwamba wewe utafaulu, utashinda. Maana unapoingia katika chumba cha mtihani, msimamizi awe mgumu na sura ngumu, awe mlaini, mimi nimekwisha kufanyaje? Kwa sababu mentality yangu inaniambia mimi ni nani? Ni mshindi. Haleluya. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Kwa hiyo katika hayo yote ndugu zanguni, napenda niwasae, yani ni waase zaidi katika namna ya rohoni, kwa sababu rohoni kuna mambo mengi sana yanaendelea. Rohoni kuna mambo mengi sana yanaendelea. Lazima utunze moyo wako zaidi ili uweze kujua namna gani nafikiria, namna gani natoboa. Bwana asifiwe. Mwili unahitaji kuhifadhiwa kwa namna kama tulivyovaa hivi, na leo nimenyonga mjusi, si ndio? Umevaa tai, umevaa nini, umevaa gauni lako, umependeza, umepika uwanja, umefanya hivi nywele, si ndio? Umehudumia mwili. Hivyo hivyo nafsi na roho inabidi ihudumiwe kwa maarifa, kwa neno la Mungu, kwa kuabudu. Chakula cha roho ni nini? Neno la Mungu, si ndio? Ni chakula peke yake. Kwa maana yake ukishindwa rohoni, mwilini unaishi kwa shida. Usipoenda kanisani kupokea baraka ambazo Baba Mungu kupitia Baba anazitoa kwa watu wake, tayari utaishi kwa shida. Kuna neema ya Mungu juu yako. Lakini pia kusema upambe mwili, si ndio? Lakini kuna baraka za Mungu, hutafanikiwa pia. Lakini sema una maarifa sana, lakini Mungu huna nyuma yako, nafsi yako na roho yako haijakombolewa, utafeli pia. Vitu vinaenda sambamba. Tunasema kuongeza simultaneously, inaenda sambamba vitatu. Kwamba lazima ubalance kote ili uweze kufanikiwa. Haleluya. Haleluya. Funika macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, nakushukuru Bwana kwa chakula chako hichi ambacho Bwana umeachilia juu yetu. Heshima na mamlaka ni ya kwako. Bwana, pokea utukufu kwa sababu umeongea na mioyo yetu. Tunakulishia peke yako Bwana. Unastahili heshima peke yako Jehova.
Wewe ni Mungu wa miungu. Bwana, umetukumbusha kwamba sisi ni washindi. Tusiangalie mapito. Umesema Bwana utakuwa pamoja na sisi. Utatupa amani yako Yesu. Utajibu. Bwana, umesema roho yako ifanikiwe. Ufanikiwavyo Bwana. Tufanikiwe kuanzia rohoni mpaka mwilini. Bwana, Paulo akasema roho yako ifanikiwavyo. Ufanikiwe mpenzi kama roho yako ifanikiwavyo. Basi Bwana, mafanikio tunaamini yanaanzia rohoni. Baraka za kufaulu mitihani yetu zinaanzia rohoni. Baada ya kutoka rohoni, inabidi tukiri katika vinywa vyetu kwamba sisi ni washindi. Bwana, kabadilishe mwenendo ya maisha yetu. Tukitembea tuone nguvu zako. Tukitembea tutembee kama watoto wako. Tutembee Bwana tukijua sisi ni wakina nani. Mfumo wetu wa kufikiria uwe ni mpya. Namna ya uvaaji wetu uwe ni mpya. Namna ya kusali kwetu uwe ni mpya. Namna ya kufanya vitu iwe ni katika uungu wako mtakatifu. Geuza mawazo yetu Bwana. Geuza kufikiri kwetu. Kafanye upya. Katengeneze upya Yesu. Geuza nia ndani mwetu. Umesema tusifuatishe namna ya dunia hii, bali kugeuzwa nia. Basi wewe ndiye mwenye kugeuza nia ndani mwetu. Katusaidie Bwana, tuweze kushibisha roho zetu, tuweze kushibisha nafsi zetu, katika jina lako takatifu.